Unajua watu wazima sasa hivi ni sawa na watoto. Kama si atampata kijana wake, tamwambia bwana chukua mzigo huo, fanyizia, ndio inavyokuwa. Siku hizi dunia sasa hivi imekaa ya visasi sana. Na wale mabinti waliotokea kufanya yale, huwezi kujua huko nyuma wana vitu vya aina gani, pengine walitokea kwenye malezi mabaya au wenyewe walijilea vibaya. Mimi siwezi kuwashutumu wazazi wao, lakini nasema sana mabinti wenyewe wanajilea vibaya, makuzi mabaya. Haiwezekani wewe binti wa kike ambaye umelelewa, umejilea, unajua baya na zuri, unaenda kumfanyia binti mwenzio mambo namna ile kweli kwa sababu ya mwanamume tu. Mwanamume ni kitu gani? Hakuna kitu chochote. Sawa, ukiwa kama Mapendo Kungwi, hili limetokea kwa wadada. Wadada wanapigana kwa sababu ya mwanaume. Pia ningekuwa natamani uzungumze, waelekeze kina dada ambao wanakutazama pale kwamba ni kweli kabisa unaweza kupigana kwa sababu ya mwanaume. Kwa kweli mapenzi yao watu wazima kila mara anasema, lakini watoto tafuteni pesa. Watoto mtafute pesa tu ndio zinawatosha, kwa sababu kwanza wao wana tamaa nyingi sana. Usikute huko kwa mwingiaku walichokifuata ni pesa zake. Wanajua yule anahangaika, anasema huko anapata, huko anapata. Hizo sio mapenzi. Sio mapenzi, wamefuata pesa. Kwa hiyo kwanza mimi ni waasi watoto wa kike, mabinti mnaosoma, fateni masomo. Wazazi wenu wanategemea nyinyi baadaye mje kuwasaidia. Leo mnafanya mambo kama hayo na pia mnajijengea uadui na uhasidi. Kila siku mnagombana, haisaidii. Wenzenu waliingia huko mavyuo, walitafuta mpaka biashara, walikuwa wanauza pedi. Wasichana ambao wanaojielewa huko mashule wanatafuta biashara, wanasoma vyuo, lakini pale mtu ana create na biashara au anajitengenezea kitu kama vile brandi fulani, anauza hichi. Lakini nyinyi leo mnaingia huko vyuo, mnaenda kugombania wanaume ambao si mumeo, hajakuoa, umejidhalilisha. Sasa leo mnaenda kunyea debe. Sawa, Mwijaku ameoa na mwanamke wa Mapendo Kungwi. Ukipewa nafasi ya kumshauri mke wa Mwijaku, utawaambia kitu gani? Kwanza mimi uvumilivu ule sijaupenda. Anavyosema yeye mwenyewe mvumilivu. Mwijaku anasema hawezi kupata mke kama yule. Na ni kweli. Na isijekuwa umemzindika mtoto wa watu. Lakini nadhani yule binti analo lake ambalo sisi hatujui nyuma pazia. Mimi niseme hii ni ndoa, niseme ukweli kabisa. Hii ni ndoa, siwezi kuiingilia sana. Watu watanilani bure na mimi ni Kungwi. Kama ni ndoa, mwenyewe karidhika kuishi na mtu kama yule, basi aendelee kuishi naye. Lakini kama hujaridhika mama, ziko njia nyingi wewe za kufanya. Unaweza kwenda kwa watu ambao wamekuozesha, mwenyewe anajua atakwenda wapi. Mimi siwezi kumfundisha kabisa kwa sababu yeye sio mtoto. Anajua, anamjua Mwijaku, kashaka naye miaka chungu nzima. Sisi ni tunazungumza, ni mazungumzo baada ya habari tu, lakini mengi atakuwa anayasikia kwa watu, anayoyashika, anayoyaacha, anayaacha. Mimi mwenyewe imeniuma binafsi kwa sababu mimi ni mama, siwezi kuona mtoto wa kike anateseka kama vile. Yale ni mateso ambayo udhalilishaji. Mwanamume, una mke wako na unasema mwanamke mzuri, ana vigezo vyote na masharti, lakini leo kumbe vile vigezo unachukulia wewe kuwa kumpakaza ubaya mke wako, kumdhalilisha mitandaoni. Leo hii kila kiamka habari zake. Kila kiamka anajikuta yuko kwenye mitandao, kaekwa picha hii, kaekwa picha ile. Na yule ana wazazi wataumia.